Nini wewe mboni? Eh? Kaka Sunga kaka Mwaki. Kaka Mwaki? Kafanyaje? Anamkimbiza Shoko. Anamkimbiza Shoko? Napanga ndio. Wapi? Wenzako zipi mwanetu? Sitakufanya kitu kibaya ujue hapo kijiji kizima kijue. Sio ashenzi, hapo sisi kama kufanya ushenzi ndio watu kufanya ushenzi nini? Na mimi hata ungekuwa wewe kwa namna ambavyo umenielekeza sidhani kama ungeweza kufika. Kama unaweza kueleza na kidogo. Yaani hapo namzungumzia Nuru, ujue mjomba wangu chukulie poa ujue. Mama mzuri. Mama mtu ujue. Ugila dada ujue. Wewe so poa wewe unaonaje wanzale mama? Kaka mimi sipendi. Hapo sijapenda na sitopenda. Sipendi na kwambia. Wewe kelenda kuweka vibaya sasa hivi hapa. Naanzalisha mimi mtaani hapa. Mapenzi ni mfano wa ua, ninaota popote. Ukifosi unajisumbua, utopata chochote. Sio pesa wala gari, mapenzi hayachagui maskini. Uwe dunia mazoful hal, utapendwa na utoamini. Mwanga wa mapenzi umeniangazia moyoni mwangu. Nimshukuru Mwenyezi kwa kunipa tulizo la nafsi yangu. Japo tulipita shida, patashika na mitihani, ila tukukata tamaa, tulipambana tukukwama njiani. Hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru. Mama mapenzi hayalazimishwi, hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru. Jua wapo watu wanasababisha upendo wetu mimi nawe ukosera, furuvitisho usumbufu kila saa, ila ulivumilia. Wako wapi wanasema mimi nawe tutaishia njiani? Kiko wapi leo imetimia mambo yapo hadharani? Hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru, hili ni chaguo la Nuru. Sasa hapa ni huku ama huku? Huku. Sawa. Sasa mimi naomba nishie hapa. Okay. Na nyumba yenyewe ile pale. Pale hivi? Pale ndo kwa Mzee Dogoli? Ndo pale. Okay, asante. Mungu akubariki dada. Hamna shida. Okay, samani. Nafikiri si vyema kama ningeondoka bila kufahamu hata jina lako. Unaitwa nani? Mimi naitwa Nuru. Nuru. Okay, mimi naitwa Msaya. Asante, nimefurahi kufahamu. Sawa. Mapenzi ni mfano wa ua, ninaota popote. Ukifosi unajisumbua, utopata chochote. Sio pesa wala gari, mapenzi hayachagui maskini. Uwe dunia mazoful hal, utapendwa na utoamini. Mwanga wa mapenzi umeniangazia moyoni mwangu. Nimshukuru Mwenyezi kwa kunipa tulizo la nafsi yangu. Mjomba. Sasa siku ndio. Safi. Habari za huko? Namshukuru Mungu. Unasemaje mjini? Ndugu yangu. Naam kaka. Toka muda ule unarudi sasa hivi? Nilikutana na mpwa Mzee Dogoli. Kwa hiyo nikamsindikiza. Kwa Mzee Dogoli? Bwana huku kumejengeka sana. Hujapotea huko ile kitabu kumchapa hapo. Kula siku nimepata tabu kama leo. Ndio, pole sana. Sema nakushukuru Mungu. Ndio.
Nimekutana na binti moja anaitwa Nuru, ndio akanielekeza. Ameniachia pale chini tu. Lulu. Lulu nafahamu. Karibu sana. Umebadilika sana. Umejengeka sana huku. Hakuna Yaani, poli siku hizi, hakuna poli. Siamini kama Na wewe sasa ufanye mjomba uwekeze huku. sawa. Fanya hivi. Sasa ukifanya, ingia ndani. Chumba chako si unakijua? Ndio. Mimi naendelea kuweka mazingira vizuri hapa na kuja kwa mjomba wangu. Karibu sana. Sawa. Karibu sana. Shangazi na yupo? Yupo. Aende wapi? Na mimi ndo mjomba wako mzee dogo li hapa. Sijakosea wala hajakosea kwa na shangazi yako. Sawa. Karibu sana. Sasa. Anasema ametoka mjini sijui kwa amepasahau huko kamsindikiza. Kwa makini mdogo wangu. Sasa hivi kijiji chetu hichi kimeharibika sana. Kuna vijana wauni, kuna vijana washenzi. Na kuomba kuwa makini sana mdogo wangu. Sawa. Sasa hivi unapona na mapanga ya mbio mdogo wake mwaki huko. Kashafanya matatizo ndo nimeenda kusuluhisha ugomvi na mapanga hivi. Kwa hiyo mdogo wangu nakuomba sana kaka yako. Kuwa makini sana. Kama unavyojua, tumezaliwa hawa wawili kama macho. Japokuwa wewe mweupe mimi mweusi, lakini najua umefanana na mama yangu. Na mimi nacheza pati zote. Kuna muda nakuwa baba, kuna muda nakuwa mama, kuna muda nakuwa babu mimi, kuna muda nakuwa mpaka bibi. Na ikifika kipindi hicho natamani mpaka kuvuta ugoro. Sicheke dadangu. Usijali kaka, nitakuwa makini. Sawa basi, na tumbo linauma njaa sasa. Usazi, ngoja nini chapu. Unajua tena mchana. Fanya hivyo dadangu. Kaka. Binti sunga huyo. Nuru. Naam. Akija mtu kuniulizia mwambie sipo. Sawa kaka. Nimechoka sana. Kinondo. Kinondo. Dada wewe acha tu. Nilipita hapa kati hapa kuna mdada nilikutana naye. Yule mdada sikumbuki jina lake anaitwa nani. Nimekutana naye pale ikabidi anielekeze njia maana mimi huku unajua mimi huku mgeni. Yule mdada baada ya kumaliza naondoka nikakutana na vijana wawili. Wale vijana kwa kuwaona tu wanaonekana ni wauni. Nimemaliza napita, wamenisimamisha sasa sielewi shida ni nini, wameanza kunipiga, wamenishambulia, wamenipola simu yangu. Yapo wanavyoona nipo tu. Wamekupiga? Hili ni chaguo la Nuru. Hili ni chaguo la Nuru. Hili ni chaguo la Nuru. Wamekupiga? Subiri kwanza, nadhani wanijui. Yaani wanakupigaje kwa mfano? Kwa mfano wanakupigaje? Mimi sielewi kosa nini. Sasa nakwambiaje kakaangu, wamechokoza nyuki. Lazima apate manundu. Yaani wanakupigaje kwa mfano? Yaani hili swala lazima liende kwa mjumbe. Haiwezekani kakaangu upigwe uonewe. Kama upo anijui lazima atanijua. Hii habari ndio Tigo Boda mtandao zaina changaza nje nayo ipo. Kakaangu tulia. Lazima tuende kwa mjumbe. Na nishawajua hao. Misigareti na makodi. Sasa hao kwa taarifa lazima waende polisi. Kumbavu zao. Swala za kuchokoza. Nakwambiaje? Wamechokoza nyuki. Kaka twende. Yaani ama zao ama zangu leo hii. Mpaka kwa mjumbe. Tunaendaje bila viatu? Viatu? Unaulizia viatu? Yaani kama umepigwa unaulizia viatu unachukulia baridi. Yaani twende kama wao waone mwenyewe muni vile vile wasababu utabangi. Zinatokea na nilio masikioni au yaani. Sawa twende. Kazana kaka. Sasa mjomba. Na mimi nilikuwa namalizia vitu hapo. Ndege sana. Karibu sana. Vipi shangazi yako unaona huko? Sawa. Sawa. Sawa.
Yeye baadaye utaongea naye apike chakula ule. Ah, achinje na makuku hao. Kuku ni wengi sana. Tena ikiwezekana uende kumwambie kabisa. Wako ujio wako umetustukiza, hiyo nimefurahi. Karibu sana. Za huko mjini maisha yanasemaje? Mjomba bwana. Ndio. Huko mjini huko. Sio kwema. Nini tena shida? Nikasema nije bila kukwambia na nikajua kabisa ujio wangu mjomba wangu utakushtua kwa namna moja au nyingine, lakini ndio mimi mambo yangu hayaendi kabisa. Sawa sawa. Yaani kila biashara ninayofanya naona mambo hayaendi kabisa. Sasa akili kanijia nyumbani ni nyumbani. Ni kweli. Kwa nikaona bora nichukue uamuzi kurudi nyumbani kwanza, ili mjomba kama unaweza kuangalia wapi nimekosea. Najua mjomba wangu kidogo wewe wenzangu uko vizuri, uweze kuangalia namna gani unaweza kunisaidia kwa namna moja au nyingine, kama kunitambikia kwa mizimu ya nyumbani, kikeni, kiumeni, jaribu kuniwekea sawa kwenye hicho kipengele ili hata biashara zangu kule nikirudi mjini ziende. Ila mjomba kiukweli hali ni mbaya. Hii tabia utaacha lini? Kila siku mimi wa kuamua kesi, kila siku mimi wa kukingia kifua. Kwa unakosa adabu. Kwa nini umekosa haya wewe? Mimi ni kiongozi hapa, ni mwenyekiti naheshimika. Lakini mambo yako ya ajabu ajabu haya mjomba umezidi. Kila siku mimi kukingia kifua. Sasa kwa adabu, so kama hivi kama kuku na palula tu. Mimi ni kiongozi. Au unataka mpaka nivuliwe mimi uongozi nilikopo nao? Umenichukiza sana. Ungauliwa hapa. Nimechoka kukukingia kifua. Wewe unaongea una hela kwanza hapo. Anko wangu mimi nikutoe wasiwasi na kingine kwamba hujachelewa. Uko sahihi. Kwa hiyo karibu. Kwa kuwa umekumbuka nyumbani, siku zote watu wanajuagi tu nyumbani ndio sehemu pekee pa kupatia msaada unapofeli huko kwenye majambo yako. Kweli. Si umeelewa? Achana na mambo mengine, nyumbani kwanza. Na mimi nimesimama hapa mbadala wa mama yako. Kwa hiyo nakupenda, nitapay part ya mama yako na mimi ni mama, si mjomba. Ndio. Mimi ni mjomba. Kwa hiyo nitapay kama vile mama yako alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi kabisa kwa yule mjomba wangu. Okay. Sasa mimi niseme tu mjomba. Asante sana. Hivi ile familia ya kina Mwaki ipo kweli? Kina Mwaki? Wakina Mwaki wapo. Okay. Wapo. Hawajaondoka kwenye hichi kijiji. Wapo. Ni wewe tu na hata wenyewe hujaondoka kwa sababu si umerudi. Si uko hapa. Kwa hiyo utawaona tu. Sawa basi. Sawa mjomba. Sasa nafikiri nimeshachoka. Sema hapa pamenisumbua hapa. Kweli kumejengeka sana. Lakini mimi nimeshakueleza shida yangu. Mimi nafikiri sio vibaya kama utaniruhusu hata nikapumzike kwanza maana. Umechoka sana kwa. Sasa ni vizuri ungekula kwanza, ushibe ili ukipumzika upumzike vizuri. Ila kwa kuwa umesema umechoka sana, basi sawa. Tekeleza hiyo ahadi yako. Ukiamka utakuta chakula, kiwezi kuondoka. Sawa basi hamna shida. Kwa hiyo mimi nitakuwepo hapa kwa siku 2-3. Hata mwaka usiwahi. Na hilo jambo litalipeka mapema sana. Ni wewe tu useme usiku, asubuhi, mchana, hivyo. Sawa hamna shida mjomba wangu. Mimi nakujua kwa sababu nakujua. Basi mimi nafikiri acha nikuachie. Hapo umefika. Kama una vitu vya kuniambia. Mzee Dogoli jina halijafutika anko wangu. Liko vile vile. Na hakuna mpinzani anaweza kunitikisa. Sawa. Karibu sana. Kwanza fanya maarifa maana sasa kumbe unaongea. Imeisha hii kitu. Kumbe na yenyewe hauna mjomba. Basi fanya maarifa. Sasa kumbe wewe unakaa. Mjomba bwana. Na hii ngoma ilikuwa ishaisha hii. Kwa hiyo mimi na tabia mbaya sina.
una kidogo lakini kidogo. Sasa uwe na uwe tu makini. Hata unajua mimi mambo yangu unakuwa unaniaga, naweza nikakupa fulani hivi hapo unaweza ungeka kama hivyo mimi ningekuelewa, sio mjomba vitu fulani hivi watu wasikuone, lakini uwe makini bwana, maana inayo so uwe makini. Sasa mimi naenda kuongeza kidogo. Hapa mjomba imeisha. Hapa amani tu. Hapo maana siku leo likopo ni ngumu. Ukame. Mvua imenyesha. Haya mjomba. Kwa ndo HB wangu bwana hapa. Ila nyosha unaniheshimisha maana. Hizi zangu mwenyewe mamangu haja kuhadisia. Mjomba wala. Tunaona basi baadaye. Haya mjomba. Mimi ngoja nikapate mambo. Haya mjomba. Wapo watu wanasababisha upendo wetu mimi nawe ukose raha, furu vitisho usumbufu kila saa bila univumilia. Wako wapi wanasema mimi nawe tutaishia njiani? Kiko wapi leo imetimia mambo yapo hadharani? Hili ni chaguo la nuru, hili ni chaguo la nuru, hili ni chaguo la nuru. Mapenzi hayalazimishwi, hili ni chaguo. Afadhali mkiwa mjumbe umejileta mwenyewe, njoo mwenyewe. Usijifanye unaniweza. Ongea taratibu nikusikia. Hiyo unajifanya unaniweza. Niambie. Haya sawa, yote 9. Kume liko vipi? Yule ni sigareti pamoja na mwenzake Makodi wamemdunda kakangu, yani wamempiga kisasa, na hata bora wampiga umwache, wameshukuru vitu vyake. Ili swala nimelipeleka liko mwenyekiti, ila mwenyekiti kasema atalivalia njuga, lakini hata simwamini. Sawa shogangu, mimi hata alijaniweta hilo. Nilitoka nyumbani kuja kwako, nimekuja kukwambia shughuli shoga yangu. Nina vijola mdogo wangu Mabrusi unamjua, anaolewa mwezi wa 12. Kwa hiyo vijola viko tayari tu, nitakuletea shoga yangu. Haya, sawa. Basi ndio hivyo, vijola vikikatwa mimi nitakuletea, nitakwambia. Sasa unaondokaje hata hujaniambia tarehe? Nitakwambia kileta kijola, basi nitakwambia tarehe. Wala usijali. Haya. Lakini ndio hivyo, uzingatie jambo langu. Nitamfuata mwenyekiti, nitamweleza na mwanangu akirudi nitamwambia. Karibu tena. Haya. Afadhali nivikuona. Huyu dadako Nuru huyu imekaa tishio hapa kwetu mitaani kwetu. Mvulana yoyote atasimama naye kumuuliza njia. Wauni majambazi anakuja anamvamia yule mtoto anapiga. Mama, samahani kwanza. Unazungumzia mdogo wangu Nuru? Mapenzi ni mfano wa ua linaota popote. Ukifosi unajisumbua utopata chochote. Mapenzi ni mfano wa ua linaota popote. Ukifosi unajisumbua utopata chochote. Sio pesa wala gari, mapenzi hayachagui maskini. Uwe dunia mazofulhan, utapendwa na utoamini. Mwanga wa mapenzi umeniangazia moyoni mwangu.
nimshukuru Mwenyezi kwa kunipa tulizo la nafsi yangu. Japo tulipita shida, patashika na mitihani, ila tukukata tamaa, tulipambana tukukwama njiani. Hili ni chaguo la nuru, hili ni chaguo la nuru.